Anapokea Imamu Ahmad fi musnadih, anasema qalat Quraish wakati mwingine walimwambia Mtume alayhi salatu wasalam, ij'al lana as-safa dhahaban. Quraish siku nyingine walimwambia Mtume alayhi salatu wasalam, wal hadithu fi musnad al-Imam Ahmad, walimwambia Mtume alayhi salatu wasalam, tufanyie hili jabali la Safa kuwa ni dhahabu, nu'minu bik, ukifanya kazi hiyo sisi tutakuamini. Qala alayhi salatu wasalam, Mtume alayhi salatu wasalam akawauliza, wataf'alun, mtafanya hivyo kweli? Qalu na'am, wakasema kweli. Ukitugeuzia jabali la Safa, wale waliokwenda umra, waliokwenda haji wanajua Safa na Marwa ni jabali kiasi gani. Jabali la Safa, Quraish wakamchallenge Mtume alayhi salatu wasalam aligeuze liwe dhahabu, ndio wapate kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume akawauliza, wataf'aluna, wakasema naam, tutaamini. Fadaa Mtume alayhi salatu wasalam akamwomba Mola wake, faatahu Jibril, baada ya kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Jibril akashuka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqala ya Rasul Allah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, inna Allah azza wa jalla yaqra'u alayka as-salam, Mola mtukufu anakuletea salamu, anakuamkua assalamu alayka ya Rasul Allah, wa yaqul, na anasema, law shi'ta, ukitaka, usabbihu lahum as-safa dhahaban, ukitaka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam nitaligeuza jabali la Safa litakuwa ni dhahabu. Faman kafara ba'da dhalik, yule atakayekufuru baada ya hapo, adhabtuhu adhaban la uadhibuhu ahadan min alalamin, nitamwadhibu adhabu ambayo sijawahi kumwadhibu adhabu hiyo yoyote katika walimwengu. Wa in shi't, na ukitaka ewe Muhammad, fatahtu lahum baba at-taubati war-rahmah, nitawafungulia mlango wa tauba na mlango wa rahma. Chaguo ni lako ewe Muhammad. Watu wako wanakupa challenge ili wapate kukuamini, uwageuzie jabali la Safa liwe dhahabu. Hiyo sio kazi kubwa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wama dhalika ala Allah biaziz, inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Sio kazi nzito, lakini iko sharti. Faman kafara ba'da dhalik, atakayekufuru baada ya kuyaona miujiza hiyo, adhabtuhu adhaban la uadhibuhu ahadan min alalamin, tamteremshia adhabu kali, nitamteremshia adhabu ambayo sijawahi kumwadhibu mwanadamu yoyote kabla. Na ukitaka ewe Muhammad, badala ya kufanya kazi hiyo, nitakufungulia mlango wa rahma na mlango wa tauba kwa watu wako, wapate kurudi na kutubia kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rahma. Qul ya ayyuhalladhina asrafu ala anfusihim, qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Mtume alayhi salatu wasalam, kwa sababu ya huruma yake, kwa sababu ya mapenzi yake, kwa sababu ya mahaba alionayo juu ya umma wake, madha ikhtara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam baina alkhiyarain, ikhtara salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, qala bal babu at-taubati war-rahma, nachagua mlango wa tauba na mlango wa rahma ufunguliwe kwa umma wangu. Sina haja ya jabali la dhahabu, sina haja ya mali, sina haja ya miujiza watu waione wapate kuniamini, sina haja ya hiyo. Muhimu kuliko hiyo katika fahamu ya Mtume alayhi salatu wasalam, an yuftah li ummatihi babu at-tauba wa babu ar-rahma hatta yauda man yaud ila Allah azza wa jalla. Hiyo ndio kiasi cha rahma na huruma na shafaka ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.